bana, hongera kwa kutengeneza hit. Lakini unajua kwenye kutengeneza hit huyu ufahamu kama unaenda kutengeneza hit, unajua unaenda kutengeneza wimbo, si ndio? Inategemea mtu na experience yako. Mimi nafahamu kama hii ni hit. Serious? Yes kabisa, mimi nafahamu. Mimi najua kwa sababu yani nyimbo ambayo sio hit kwanza ukisikiliza tu mara nyingi inakuchosha. Kweli? Yani kwa sisi ambao maproducer, so mimi nimeproduce nyimbo nyingi tangu 2020, mimi na make hit tu mpaka leo. Kwa hiyo hata mimi nimefikia katika level sasa hivi kutengeneza ngoma zangu. Najua kabisa hii ngoma kali. Mara mwisho nilikuja nikasema nina ngoma zaidi ya 15. Lakini katika zile 15 ndo kwanza nimeanza kuitoa hii hapa. Kwa hiyo tumekaa tumechagua, tumeona ngoma gani kubwa ni hii hapa. Lakini pia humu kuna kizazi kipya kabisa kutokea Morogoro. Anaitwa JTMC. Huyo ndo mtu ambaye amehusika kwa 90% kwenye idea ya mapenzi hisia. Noma sana. Ndio yule mwamba pale. Noma sana. JTMC kizazi kipya. Wewe pata picha watu wanakuambia wana basi kizoe tangulia kaka yetu. Bana inakuaje Jet? Kama kawaida. Hiyo ya style yako inaitwaje vile? Style yako. Kama twende FK turudi hivi. JTMC, hii ni hit song yako ya ngapi? Kwa mimi kama ya 3 kwangu mimi binafsi. Kwa hit? Hit. Hit hii ya kwanza. Inawezekana 3 ambazo zingine usijui. Ndio maana nimesema hit. Yani hit. Zielewa Mushizo hizo ninazokuambia. Ndio. Sasa unaonekana nafuatilia sana singeli. Hata singeli unazijua hizo. Shughuli zako hizo. Tupe tukoelewe vizuri. Kumbe ndio hii. Mfano wake kama ile Amina, ushakusikia? Na ile nyingine mke wangu bado ushakusikia? Mke wangu naijua. Zote ndio. Kumbe ni wewe? Ni mimi. Nice. I say jamaa huyo. Kwa Morogoro wewe ulikuwa wapi mpaka jamaa akaja kukuchomoa kule? Unajua nini? Kitu kizuri ajikaa kijifichi. Si ndio? Hata uwe wapi? Ni popote unatoka. Na unaishi Morogoro? Mimi naishi Morogoro, kwa Morogoro. Okay. Na ukiangalia rusika kwenye ngoma asilimia kubwa. Sasa nika kuna mtu hapa zaidi ya Mushizo. Ni kweli kabisa, kweli. Kwa sababu zote zimetoka sehemu mbalimbali. Asante. Unafikiria kuhamia Dar anytime? Kwa sababu umeona ukatoka Mwanza. Kaka Dar kidogo kwa gari kabisa. Kaja Dar anapambania kombe. Baada si walo katokea Mbeya. Mbeya Iringa huko katoka huyo. Mwanza kaka. Mwanza bwana. Sema mwanetu Jeti, mkimzingua anaondoka hata mdogo na miguu anatoboa. Unawaza kuhamia Dar es Salaam. Obviously una ngoma mbili ambazo mwenyewe unazirecognize, na najua ulimwengu, no disrespect, najua ulimwengu wa singeli wanazielewa vizuri sana. Na hii hapa sasa sisi tunaitambua kama ndio yani njia kama imezidi kunyooka ama kufunguka kwako. Unadhani kwamba kuna haja wewe kuhamia Dar es Salaam ili game liwe easy zaidi? Haja ipo ya kuhamia baadaye kutokana na nini unajua? Morogoro kule changamoto za kimuziki ni chache. Na muziki ukitaka kufanya vizuri kutana na changamoto. Yaani kwa sehemu unaimba peke yako unaonekana wewe ndo mkubwa. Unatana mabawa watu afikije kujifikiria hamna kitu. Na relax. Ukija huko kishangaa huko nani hapa tunanyoshana. Bwana wewe. Noma sana. Nice. Ilikuwaje nani alipokutafuta? Ulifeel vipi kuwa kwenye ngoma? Idea imetoka wapi? Kwa sababu anasema ume take part kwa asilimia kubwa sana kuitengeneza. Nani Mushizo? Mushizo kwanza kunitafuta mimi sio kwenye idea, kwa sababu Mushizo tuanza kuwasiliana kitambo. Asa kuna kipande kimoja hivi nilikuwa naimba akisikia, mbona idea kali. Mimi mwenyewe binafsi yangu nilikuwa naizarau. Sikuona kama ni kali, unajua. Kama unavyosema blaza, it song mimi sio wasanii tunavotunga. Unaona kitu kizuri lakini huwezi kuanza kama itakuja kusumbua, ndio inakuwa hivyo. Alivyonitafuta kufanya hiyo ngoma nijisikia vizuri, nikaona baridi, ngoja tuone tunafanyaje. Tumetia sauti kama hivyo, Mungu kabariki ile kule. Noma kabisa. Hivi siku hizi kwa Morotown kuna wasanii wapi ambao wanafanya muziki aina nyingine au ni singeli tu? Maana kila tunayemsikia from Moro ni singenge. Yaani Morogoro, yani mpaka mnasikia hivyo kutokana na nini? Morogoro kuna dharau. Mimi naweza kusema kwa Morogoro ni mkoa wa kwanza kwa dharau. Singeli yani ipo hivi. Stamina alivyokuwa Morogoro unamjua? Hapa. Ndo kama hivyo, lakini ubaya yake ulikuwa hivyo toka wapi? Toka Morogoro. Yaani mtu akiwa anaimba na kuangalia tu, hebu nenda Kalime. Anaanza kupiga makelele. Baadaye ukishaenda kama huko tu mdogo wangu Bwana wewe. Kama hivyo. Hakuna support hata kidogo. Wakazi wa Morogoro kama anachukulia poa hivi. Yaani unaona rahisi tena. Ukiwa unaimba unaona kama unapiga makelele. Anakuangalia
hasa kwenye singeli kwa tunaimba sisi tunajua singeli muziki wa Kiswahilini kwa watu kibao na support unajua ndio kubutua kama vile washanga mbona wachezesha tu wengi kwa nani kija kuangalia singeli ndio ina kitu na wapo sana bongo flava wengi sana hip hop wengi lakini wanasikizwa na nani sawa sawa lakini kule mnapata shows nini maisha yanaenda show tunapata kweli show tunapata lakini sio za hivyo yani kama sasa ndio safi bana all the best mimi nimefurahi kusikia Jetu muongea unajua sio tu Morogoro yani of course sehemu mbalimbali yani kuna zile kuimba uwe wewe bana kuimba uwe wewe za hivyo kwa sababu watu hawaamini kwenye ndoto za watu ile inabidi sasa usikate tamaa unajua kokote ulipo haimaanishi ndo inabidi usogee kwanza ndo fanya tu uko na nini pa kuonekana pako sasa hivi platform ziko nyingi pandisha ngoma zako mtandaoni utaona kama si mstari kabisa lakini pia haimaanishi kwamba Morogoro yote wako hivyo tusikae kwenye upande kama kwamba Morogoro bana support hatuko hapo yani sijazungumzia kama labda Morogoro nzima support lakini ukiangalia yani kiuhalisia kwenye ukweli unatakiwa useme si ndio Morogoro hapo wengi wasanii tupo wengi sana lakini sasa Morogoro pazito sasa kaka nikwambie sio tu Morogoro Dar es Salaam apogo bapo yani ukiitisha kijiji hivi wasanii ni wengi kishenzi kwenda mjini sasa ndio utajua ujui kwanza kuonekana unaimba vivu kwenda VETA tena jamani umeona kuna hizo nyingine nakwambia vivu wa kukaba tu wana ungeenda kukaba oya tumsikize Bades kidogo basi hapa